Nimeona viongozi wetu hapa wa dini. Nimeona viongozi wa dini wakiudhika ya kwamba mlitupatia kura kidogo 20%. Hapana. Hiyo kura si kidogo. Hiyo kura ni mingi. Tulikuwa tumetoka 7%, 20%, we are making progress. For that 20% watu ya Ukambani tunasema asante. And despite that 20%, si mnajua mimi ni mtu ya shares kwa hii serikali ya mdosi wangu. Si mnajua media mwenye kupanga shares. Yenu nilijaribu kupanga, rais akasema hapana. Hawa wacha wachukue shares yangu, ni watu wazuri. And I can tell you the president loves this community. The president has been here countless times. Amekuja, amejenga kanisa, amechangia wamama, amenunua basi ya shule, amemtembelea. Sijui ni shetani gani anaingiaga hapa, siku ya nyinyi kukumbuka yeye, mnaenda kwa ile mzee hakuna kazi amefanya. Nevertheless, huyu rais wetu alisema anataka nyinyi mkuwe ndani ya serikali yake mumsaidie. Wakati ya serikali ya handshake na Azimio, mlikuwa na waziri moja peke yake. One. Na nyinyi mlikuwa watu ya Azimio. Mlikuwa watu ya handshake. But you had only one position. Huyu rais wetu amepatia nyinyi mawaziri 3. Hii ilikuwa ya Monica Juma, imeongezwa mamlaka, sasa ni National Security Advisor kwa serikali ya William Ruto. On top of that, amempatia nyinyi ile kiti ilikuwa ya Kalonzo. Mjue hii rais anampenda. Si mnajua ile ilikuwa ya Kalonzo? Na hivi Kalonzo angekuja angepatiwa. Akasema anataka kukaa kwa Azimio. Rais akasema, okay, I wanted nipatie Kalonzo ile wizara yake ya mambo ya nchi za kigeni. Vile ameamua kusimia huko, wacha tu nirudishe hapo Machakos, amepatia Alfred Mutua. On top of that, ameongeza ya huyu Penina Malonza. So you have 3 cabinet positions. Na ile serikali ile Azimio ile mlikuwa mnafuata, mlikuwa na moja. You people of Ukambani, iko shida gani? Hesabu yenu ni gani? Mtu ni huyu ama si huyu? The president has given you 3 cabinet portfolios and you had 1 in that hardship nonsense. Juu ya hayo, ma-PS wamejaa hapa. Juu ya hayo, ma-chairman ya parastatus. And I'm telling you, people of Ukambani, this is a defining moment for this region. And our religious leaders have spoken. The Catholic bishop has spoken with wisdom. Na amesema, even if those other people are not there, the ordinary Kenyans, the ordinary Kamba people are represented here by the clergy. Listen to the clergy, is the voice of God. Na wahubiri wetu, viongozi wa dini, tunashukuru nyinyi kwa maombi ile mliombea huyu rais wetu wakati alikuwa na shida mingi. Hata mimi mliombea, mimi nilikuwa na shida mingi zaidi hata kuliko rais. Si mnajua? Nilikuwa kwa kona lakini mkaniombea. I want to ask this community and the leadership. A community is led. When we look at the issues with Ukambani of water and roads, those issues will be sorted when you are part and parcel of government. So you leaders follow the advice of the spiritual leaders, make a decision and lead the Kaba nation into government. You have no business in the streets. You have no business destroying property. You have no business putting sufurias on your head. And the Kamba people cannot follow a leader who destroys property because it's against what the Kamba nation believes in. Wakamba ni watu ya kujenga na kuweka pamoja, sio watu ya kubomoa. Kwa hivyo sisi tunaomba nyinyi kama our cousins,
nyinyi ni marafiki zetu. Tunaomba nyinyi kwa heshima. It is your decision. Hakuna mtu analazimisha nyinyi. The church leaders have spoken. And they have spoken so clearly and decisively. This is the defining moment for the Kamba nation. You have a date with destiny to lead this community in the path of prosperity, in the right path of building, of seeking for solutions for our people. This community cannot again be associated with politics of destruction and looting and riots and noise. This is an honorable community. And the way you have behaved in this matter, you have confirmed to the people of Kenya who you are as a community. This is an honorable community. Tuchunge hiyo heshima. Hivyo mimi sitaki nipitishe kutoka hapo. DG, nitakuja hapo kwa dhanze nione ile shida iko hapo. It is true, I am the one who started that volleyball team ya wasichana katika hiyo shule in 1984. And I'm so proud. I'm so proud that they have achieved that kind of success. So vile umesema, nitakuja nione, taongea na mdosi wangu. If there is a way we can help that school, we shall do so. Tumekubaliana watu wetu? Tumekubaliana? Kwa hivyo kwa sababu ya masaa na pia huyu Kawaya huyu kuja hapa Kawaya. Huyu Kawaya hapo mbele. Huyu ndio saa ile Johnson Muthama alimepata kazi pale bunge akawacha kazi ya chairman ya UDA. Rais amemteua huyu kuwa organizing secretary ya UDA. Na kwa hivyo hapa Ukambani katika siasa yetu ya UDA, kiongozi wetu wa kuunganisha Wakamba na kuwatoa kule na kuleta kwa UDA ni huyu mheshimiwa Kawaya. So wewe Kawaya, kabla hujaingiza Wakenya wengine wote kwa UDA, ukuwe kama Yesu. Uanzie Jerusalem kabla hajaenda Judea. Hii Wakamba yote uongee na hao uwalete kwa UDA. Mtakuja kwa UDA? Huyu ndio kiongozi wetu na ndio anatusimamia kwa hiyo maneno na anaendelea kupanga. Asante sana. Kwa hayo mengi ningeuliza tu kwa heshima sisi zote tusimame kwa shangwe na vigelegele tumkaribishe Rais William Samoei Ruto.